Asante, na wakati mwingine tena basi mwalike ndugu Fredrick Mwakyusa akija na kupokeza historia katika wimbo huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni mwema. Mimi binafsi nimeupenda sana. Na kwa mara ya kwanza nimeusikia leo. Nimekumbuka mwaka 2018. Kwenye kwaya hii nafikiri wachache sana ambao wanaweza hawafahamu. Chorus ya wimbo huu imekuwa ni chorus muhimu sana katika maisha yangu. Wimbo huu uliimbwa siku ya harusi yangu. Tarehe 14 mwezi wa pili 2018. Tarehe 14 mwezi wa pili 2018. Tukio gani? Harusi. Nipo uvumilivu. Kwa kweli nimejisikia furaha sana kusikia. Na imekuwa kama ni support yangu ya kunitia matumaini wakati fulani ninapopitia changamoto kwenye maisha, kwenye kazi mbalimbali. Kuna wakati nikitamani kukata tamaa, maneno ya wimbo huu huwa yananitia moyo. Wakati unaimbwa kwa mara ya kwanza, nilikuwa sijahudhuria, nilikuwa mwanakwaya ambaye hapa tukiwa pamoja na baadhi ya wanakwaya. Kwa mara ya kwanza natoka nyumbani napita maeneo ya kanisani. Sasa kumbe walikuwa wanaandaa kibao kwa ajili ya harusi, mimi sijui. Nilivyopita nikaingia kanisani, kwa kweli uvumilivu ulinishinda. Kuvumilia. Majina yakiwa yamepangwa vizuri, yanaimbwa, ila chorus imekuwa ya pekee sana. Kulinganisha toka 2018 mapito mbalimbali. Nafikiri mengine yanarahisishwa kwa sababu ya ujumbe pia uliokuwepo kwenye huo wimbo. Ukisikia uvumilivu ni majina tu yamepunguzwa, lakini kwa kweli Mungu awabariki sana. Amina. Na kama ingekuwa ningetamani walio na uwezo wa kuyataja majina wayataje. Haleluya. Amen. Nafikiri ni hayo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tarehe 14 mwezi wa pili 2018. Unajua mwanzo nilisema kwamba wakati ananong'oneza habari yake niona kama historia zinafanana hivi, lakini sikuifahamu hii nyingine ya pili. Kuna habari nyingine ambayo nilikuwa nafikiria. Heshima. Nashukuru. Unajua kwa nasema hivi, katika tarehe 14 wakati yeye anafunga ndoa, bila shaka ilikuwa siku ya Jumatano. Na mimi tarehe 17 ya mwezi huo na mwaka huo nikawa nafunga ndoa. Nimeupenda wimbo huu wa chorus ya uvumilivu kwa sababu hatua yako pia ya ndoa haikuwa nyepesi. Siwe na hiana, naomba aje mwenzi wangu aje sasa. Hatua yangu ya ndoa haikuwa nyepesi. Ni sababu ya mahusiano. Haleluya. Sababu ya nini? Haikuwa nyepesi. Nafurahi. Anayemsindikiza ndiye aliyeimbiwa tarehe 14. Sasa usiondoke sasa tafadhali mama Mwakyusa. Sogea pale. Muda si mrefu mwenye kumbuka majina tafadhali hata kuotana majina yale kwa wimbo huu. Ya hiyo tarehe 14 na hii tarehe 17. Japo kwaya haikualikwa. Mimi ndoa yangu ilikuwa na changamoto kidogo kwa maana ya tukio la ndoa kwa sababu ilikuwa ni mwaka 2017 mwezi wa 12 nilipopata ajali mbaya sana ya mguu kiasi kwamba ilisuluhisha kuondosha kabisa mguu wangu wa kushoto. Lakini
jambo la ajabu, haikuondolewa. Na tarehe 17 huyu aliyoko hapa alisema pote ile ambaye na manafimbo zako za kutembelea tutakwenda. Sijajua kwa nini mmengo uko uvumilivu leo, lakini basi nilipokuwa nitafakari bwana, kumbusha safari ya mbali sana ya maisha yangu ya ndoa mpaka hapa ambapo nimefikia leo. Kwa kweli kwaya ya Sayuni ibarikiwe sana. Nadhani mchungaji ndio umetimiza haja yako pia, maana nataka nikutambulishe. Hapa nimekamilisha. Barikiwa sana. Nashukuru Mungu pia katika safari ya ndoa pia wimbo unazidi kuwa baraka kwangu, kwa sababu pia katika safari ya wiki nzima hata yeye alishuhudia kwamba huyu mtu safari kama hayuko sawa. Ilikuja kumbukizi kubwa sana ya historia ya maisha kwa katikati, wengi wanafahamu, lakini nashukuru Mungu leo wimbo umenianza safari nyingine mpya. Sasa sijui kama utapenda kusema jambo. Nashukuru sana. Basi nasamani upo sana wimbo tukiwa tumeketi hapa. Na wala majina wapo ila ya kwetu list ya kwetu si wataji. Kali yale ndio kwa mtaja wakati ule. Haya. Sasa mwalimu tafadhali tuongoze wimbo ukiwa unaimbwa na kai kwenye pose ile. Hizi ni viti. Yaani vile viti wakai kwenye ile pose. Sabato ya mahusiano na wasio wa imani yetu, tunahusiana sisi kwa sisi, tunatiana. Naona mjomba abona hapana. Pale bado kuna viti pale. Sasa sabato ya wageni, sifa mgeni nini? Hapana. Hayo pia ndio wahubiri. Jana ni wachokozi. Umeita viti ya aina moja. Sasa mchungaji atasikata hapa. Mchungaji atakaa hapa. Kwa hiyo leteni kiti cha mchungaji sasa. Sasa mimi nadhani cha mpatanishi kile pale. Basi kwaya, karibu kwa wimbo. Tuanze mwanzo au tuanze katikati ya wimbo? Msisahau kutaja majina. Maisha yangu yamejawa mitihani, maisha yangu yamejawa mitihani. Maisha yangu yamejawa mitihani, kila kuchapo nazidi kuyumbishwa. Vikwazo majaribu vyote juu yangu, ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Maisha yangu yamejawa mitihani, kila kuchapo nazidi kuyumbishwa. Vikwazo majaribu vyote juu yangu, ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Bwana unenena moyo wangu, napita safari, hakuna jambo linalo katika safari. Uvumilivu zaidi, hakuna jambo lenye umuhimu katika safari kama uvumilivu. Bwana unenena moyo wangu, napita uvumilivu zaidi,
uvumilivu. Safari yangu bila wewe sitaweza, nishike mkono wangu nisianguke, nategemea uwezo wako Bwana. Ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Safari yangu bila wewe sitaweza, nishike mkono wangu nisianguke, nategemea uwezo wako Bwana. Ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Ninavumilia, ninajipa moyo, taji yangu iko mbele. Bwana unenena moyo wangu, uvumilivu, 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 uvumilivu. Bwana unenena moyo wangu, nahitaji uvumilivu, 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 uvumilivu. Bwana unenena moyo wangu, nahitaji uvumilivu, 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 uvumilivu. Bwana unenena moyo wangu, nahitaji Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia mkitaja majina lakini. Nashukuru sana. Basi tunaweza kurejea kukaa. Katika nafasi yetu, au mchungaji atakuwa na jambo la kunena hapo, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sabato hii imekuwa ya pekee sana. Maana kumbe inawapa watu kumbukumbu ya mapito katika maisha yao. Na hata huu wimbo ambapo ulikuwa ukiimbwa, ninaona washiriki walikuwa wakitafakari jinsi Bwana alivyowapatia uvumilivu katika mapito yao. Kwa kweli nimefarijika sana na maneno mazuri ambayo mtumishi wa Mungu ameyazungumza siku ya leo, kwamba kumbe nyimbo zinaweza zikagusa maisha na zikatupatia nguvu ya kuweza kutembea katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwaya ya Sayuni. Ninawaombea baraka tele mnapoendelea kuwabariki watu wengine kwa kupitia nyimbo zenu. Nina imani sisi wote washiriki tumebarikiwa na wimbo wenu wa Bwana tuwatie uvumilivu. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana kwa maneno mazuri mchungaji. Tutakuja nafasi pale utanena jambo. Haiwezi kuwa hivi. Utaena jambo. Basi kabla ya kunena, mnenaji mmoja hapa. Yesu asifiwe. Asante na mshukuru Mungu kwa ajili ya safari yetu ya maisha ambayo tulianza 2017 kama alivyoweza kutangulia kusema. Lakini najua katika safari ya Ukristo kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia. Tukianza safari, tukikumbuka safari tangu tulipoanza, kama alivyosema mzee wa kanisa, yaani mapito ya ndoa yake na ndoa yangu ni kama vilikuwa vinafuatana, yaani matukio yake ni kama yanafuatana, japo katika Ukristo kila mtu na changamoto zake.
lakini naye kuna wakati yani changamoto zake ni kama zinafanania, lakini tunatiwa moyo na watumishi wa Mungu ambao wanatoa masomo